Akaanza kunijulisha nina wito ndani. Sasa tunaitwa tofauti. Ndio maana ni vizuri kumtii Mungu na kumsikiliza Mungu. Anataka ufanye nini wewe kama wewe. Hili jambo limetugharimu watu wengi sana. Sasa wakati Mungu ananiita, eneo aliloniitia ambalo hataki nitegee ni kwenye eneo la ushuhudiaji. Sasa wakati nafika hapa, na mimi nasaka maisha, natafuta maisha, nikatafuta mitaji mingi, nagusa biashara hii, kila biashara ninayofanya haiendi, kila mahali ninapojigeuza kufanya pendi, mtaji nateketea. Mke wangu ananipa mtaji, ananiongezea fanya. Kila nikifanya biashara yoyote ile, ninauza vizuri, ikifika kwenye faida wateja siwaoni. Maisha yakaendelea hivyo, nikaona hapana, ngoja nifanye biashara ya ndizi. Kapata mtaji, nikaenda Rombo. Bahati nzuri wakati nasoma chuo cha ualimu pale sekondari pale Moshi Marangu pale, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Dickson Swale. Nikawasiliana naye nikamwambia, bwana, mimi nataka biashara ya ndizi. Kaniambia ndizi zinapatikana, alafu mimi pia nafanya biashara hiyo hiyo. Kaniambia njoo. Kapata fedha kazani, kaenda Mashati. Watu wa Rombo kule wanafahamu Mashati, soko maarufu sana la ndizi pale Rombo. Nikafika pale, kaanza kuchukua ndizi na kuja nazo huko. Nikileta ile biashara, misukosuko ni mingi, sioni faida. Siku moja Mungu anaendelea kuniambia, mimi sielewi kila anachosema. Kumbe ananitaka tu nitii kila anachotaka. Mungu anasimama kushughulika na uhalisia wa kile unachotaka na kuacha ushughuliki mwenyewe. Sasa biashara ile ya ndizi kafa. Siku moja Mungu akaniambia, ikiwa usiku nimelala, nikaona niko Kariakoo. Nina watu wengi, tuko na wanabiashara, na mimi nimebeba za kwangu, nauza. Ninatenga, lile tenga lina socks mle, lina tai, yani vitu vingi nauza. Wenzangu wanauza, lakini mimi siuzi, natembea tu. Wenzangu wanamaliza tenga la kwanza, wanakuja. Nimezunguka mpaka imefikia sehemu nikadondoka kwenye mtaro. Alafu ule mtaro pembeni kuna moto. Lile tenga likadondoka kwenye moto, vyote vikateketea. Nikaamka, akili yangu inanituma huyu ni adui. Nikafunga na kuomba. Mambo ni yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni yale yale. Wakati tunahamia Mbande, nikasema safi. Maisha yangu nikiwa mdogo nililima sana bustani za mboga mboga. Nikakuta kule kuna maeneo kule wanalima sana mboga. Nikasema, na baba alinifundisha vizuri kulima na ni mzoefu wa kulima bustani. Hapa kaenda nikapata eneo kule, nikakodi, nikaanza kulima. Aisee, mboga zinatoka vizuri. Ikifika wakati wa kuuza, sijui wadudu wanatoka wapi, wanakula. Maana ng'ombe wamepita wamekanyaga matuta yangu tu ndio yanakanyaga. Nikachoka. Kiwango akaniambia, wewe umeacha kushuhudia. Nikamjibu kwa ukali. Mimi huwa sina tabia ya kuongea kwa ukali, ila nikiongea huwa si kwamba siongei. Maana yake nimekwazika kwa kiasi ambacho anayeongea kwa ukali kunasa makofi. Sasa kwambia wewe, mimi niendelee kushuhudia nakula nini? Jamani, wanawake wana antena 6, wanaona. Mimi naendelea kung'ang'ana na bustani, faida sioni. Akaniambia, siku moja tumeenda kwa mchungaji. Kiongo akanishtakia kwa mchungaji, Mzee Kameta. Akasema huyu ameacha kushuhudia, anafanya kazi, faida hakuna. Basi nikamsikiza mzee, akaniambia anza kushuhudia. Basi bwana, toka pale nikamwambia, bwana, sasa umenishtaki, maana yake nini? Basi baada ya siku 2 mzee akanipigia simu, akaniambia, bwana, kuna ujumbe wako, Mungu amesema atakubariki sana. Nikasema okay, safi sana. Si unaona sasa
nakwambia Mungu anataka nifanye biashara, wewe unaniambia nishuhudie. Namwambia mke wangu, basi nikamwambia sasa naenda kwa mchungaji nimwambie sasa nifanye biashara gani baba ili na mimi nibarikiwe. Sasa akamwambia Mungu anazungumza kwa mafumbo, wewe mwenyewe jua utafanya nini, lakini endelea kumwomba Mungu ujue utabarikiwa kwa namna gani. Bwana usiku ile njozi ikarudia, niko Kariakoo nahangaika na biashara imepeketea yote. Nikakasirika kwenye ile ndoto, nikakasirika tena, namfuata mchungaji kumwambia, kwa nini nimeambia nimebarikiwa alafu nafanya kazi zinateketea? Maana yake nini? Sasa kwenye ndoto ile, wakati natembea nimefika hapo majaribio, nikasikia sauti nyuma, biashara biashara biashara, biashara nzuri ina faida nyingi, haina mtaji. Mimi sitaki kuwasikiliza hao watu mimi naenda tu naenda kwa mchungaji nimwambie kwa nini Mungu ananinyanyasa mimi. Biashara biashara biashara, mbona watu wananipigia kelele? Nikageuka niwaangalie, nikakuta ni washirika wa kanisani hapa, ni mtu na mume wake. Mmoja amebeba speaker mwingine ana maiki mbili. Wakapita wakanizunguka, ikabidi nisimame. Biashara 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 haina faida yoyote, haina msingi wowote, ukifanya ina faida kubwa. Nikasimama, wakanikabidhi maiki na speaker. Nikageuza kwenda kwa mchungaji, nikabeba speaker mpaka nyumbani, ndo nashtuka, ndo nikaelewa. Nikaanza sasa kushuhudia. Wakati nimeanza siku ya kwanza nilishuhudia kwa hasira masaa mengi usiku nimelala, ndo naulizwa sasa, mahitaji ya nyumba yako ni kiasi gani kwa mwezi? Nikasema nikamwona mzee Kameta anachomoa hela hizo hapo, nikajua kumbe kuna mahali sikuwa natia anachotaka Mungu. Kwa kuanzia hapo ndio kazi ninayoshughulika nayo wapendwa. Yaani hata mke wangu akifungua biashara naogopa hata kufika pale nisije nikamharibia, ila nikishuhudia. Yaani mimi nikipumzika hata wiki moja nyumbani panavurugika, labda niwe na sababu za msingi, ndio mambo yanakaa vizuri. Kwa hiyo nasema nini watumishi wa Mungu? Kumtii Mungu kwenye kusudi ulilo nalo ndicho chanzo cha baraka zako. Unaposhughulika na ya Mungu, Mungu anashughulika na ya kwako. Biblia inasema kwamba yeye ndiye anatupa nguvu za kupata utajiri. Nitakufundisha na nitakuelekeza. Kuna wakati mwingine tumeenda maeneo ambayo sio, tuko hapa unafikiri ndilo eneo Mungu anataka ufanye, kumbe unatakiwa kumuuliza Mungu. Jambo la pili, na mambo mawili tunamaliza. Jambo lingine, uwepo wa Mungu. Napozungumzia uwepo wa Mungu, mafanikio ya kweli ya Mungu yanaletwa na uwepo wa Mungu. Maana yake ni kutafuta kwanza kujua Mungu anataka nini kwenye kile unachotaka kufanya. Tabia ya watoto wa Mungu tulio nayo, tunaanza sisi wenyewe, ya tukishakwama kule ndio tunarudi. Bwana niambie, nani anachezea biashara yangu? Ulianza na Bwana kwenye hicho unachotaka kufanya? Ndio maana wengi utakuta haonekani kanisani. Nilisema asubuhi kwamba mimi ni mchungaji msaidizi. Kuna wakati mchungaji anapokuwa busy, simu zinakuja kwangu na washirika. Utakuta mtu haonekani kanisani. Ukimuuliza uko wapi? Nimepata biashara mahali fulani, kwa sionekani. Unajiuliza, huyu ni mwimbaji, huyu ni mwana praise. Sasa na wiki mbili haonekani praise, anafanya biashara. Hivi Mungu amemwambia? Baada ya siku mbili anarudi kwa mchungaji, baba kule sielewi, sijui nini kimetokea, nimekuta nazi imeandikwa. Sasa kabla ya kufanya chochote, tafuta uwepo wa Mungu, tafuta kujua Mungu ana kusudi gani. Bwana Yesu asifiwe.
Vipo vitu vingi ukivifanya kwa akili zako utaacha mambo ya kimungu na Mungu atakupiga au kukushambulia. Mungu anaweza akawa na kitu kizuri sana cha kukupa wewe ambacho utaendelea na mambo ya Mungu na fedha unapata. Kwa tusio wepesi kuacha ya Mungu, tunafanya ya kwetu. Kama una utumishi madhabahuni na kuna jambo linakuja mbele yako, unaona hili litafanya nikose nafasi ya utumishi, nenda mbele za Mungu, mshirikishe mchungaji. Nimeona kitu hiki nataka kukifanya, lakini kitu hiki nikikifanya nitakosa praise siku hii na hii. Sasa Baba nisaidie. Tunafanya. Ukishafikisha kwa mchungaji, umefikisha kwa Mungu. Akiomba utaona mambo, Mungu anakujibu nini ufanye. Wengi hatuanzi hivyo, na mwisho wa siku atufikii kile tunachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu, kumuuliza Mungu ni muhimu mno. Kuna maeneo mengine unaweza ukafika ofisi za wengine unavamia tu. Yaani uchungaji ni kazi. Na ndio maana tukifika mbinguni hakuna mchungaji. Tuna mchungaji kwa sababu watu wana matatizo. Kuna watu wanafungua ofisi, yani anafungua tu, alafu ndo anakuja kwa mchungaji. Jamani, vibanda vingi unavyoviona vina wenyewe. Sasa wewe unaenda tu, kumbe kuna maagano pale, alafu ndo unakuja kwa mchungaji. Umeshaanza mwenyewe. Anza na Mungu kwa mtumishi wako, utaona matunda ukizingatia hayo. Jambo lingine napomalizia, ili upate mafanikio ya kweli ambayo hayatakutesa, ni kusudio la mafanikio, intention of your prosper. Kusudio la mafanikio. Ni kweli una kiu ya kufanikiwa moyoni mwako, cha kwanza ni nini? Leo hapa nilisema asubuhi kwa wale waliokuwepo, ukipewa milioni 1, cha kwanza ni nini? Wengine hata zaka atasahau. Atakuja kumkumbusha mke wake, hivi tulitoa zaka? Sasa maandiko yanasema baraka za Mungu zinaambatana pia na wale walio na kusudi jema la kwanza la Mungu kwenye maisha. Ndio maana Mungu, Yesu anawaambia wanafunzi wake, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine haya tazidishiwa. Kwa tunaanza na kusudi la Mungu. Mungu anapoona unatanguliza mambo yake, ndipo anaposhughulika na ya kwako. Wengi hapo kumekuwa na giza. Viwango vya kutanguliza mambo ya Mungu ni vidogo. Wengine akikutana na changamoto tu na zaka anakula, nitalipa mwezi ujao. Unaona matatizo tulionayo. Wengi humu, yawezekana hata mwezi huu umekula zaka ya mwezi huu. Umekula zaka ya mwezi huu, bwana, mambo yamekuwa mengi kipindi hiki, mwezi ujao umekula. Unafikiri utafanikiwa? Hautafanikiwa. Matatizo hayataisha. Yaani yanapokuja matatizo, yashinde kwa kuanza na Mungu. Jaribu linapokuja, wewe beba, peleka hiyo zaka kwa Mungu. Alafu muulize Mungu, ninakula nini? Nimekupa zaka. Wengi tunashindwa hapa. Wengi kule, mimi si bahasha naziona kule, zina magepu ya kutosha. Huyu mtu mbona karuka hapa? Kapeleka wapi? Hawana makanisa mawili. Nagundua hakuna, ameruka. Ukienda, bwana, changamoto. Sikiliza. Unapokwepa zaka, alafu ukatoa michango mingine. Kuna washirika, kila mtu na mawazo yake. Wengine kama ameahidi nyumba ya mchungaji, sema nimeahidi kule bwana ataachilia kule baraka. Hii nyumba ya mchungaji si nimeahidi kipindi hiki, zaka anapiga. Sasa unapoiba zaka, tafsiri yake ni sawa na, alafu katoa michango mingine, ni sawa na mtu aliyeenda kwenye duka la mtu, akavunja lile duka, akachukua mchele, akaenda akauficha ndani mwake. Alafu baada ya siku 2 akasikia yule mtu anafanya sherehe ya kuzaliwa, birthday party, akabeba ule mchele akampelekea yule bwana. Ndicho unachofanya unapoiba zaka kama una taarifa.
Yaani umebomoa duka la